Salamu alaikum. Mungu yu mwema na kila wakati. Sasa unajua watu walioko hapa, mimi hapa ningeongea leo kwa lugha ya Kigiriama, lakini tatizo lile niko nalo hapa, tuna wageni wengine ambao kwamba hawaelewi lugha. Lakini sasa mimi nishawaambia ya kwa mimi tayari Mng'aro amenitafutilia nyumba. Mimi hapa si mgeni, mimi ni mwenyeji, na mimi nitakuwa niko hapa nalala nikiamka, nalala nikiamka. Mimi sifikiri jambo jingine, nafikiria njia na mwenendo wa kumregesha ndugu kipenzi chetu, candidate wetu Harry Kombe aweze kurejea pale ambapo kwamba anastahiki. Mimi siko hapa kuja kumsifu Harry, siko hapa kuja kumwelezea Harry, kwa sababu binadamu sifa zake zinajielezea yeye mwenyewe. Huu kiongozi, shule ambazo kwamba ameweza kujenga, huu kiongozi, mambo ambayo kwamba ameweza kuyafanya, huu kiongozi, chake ambacho kwamba ameweza kukitoa. Kama kuna watu wanafaa kumwongelea Harry Kombe, sio sisi, bali ni watu wenyewe wa maeneo ya Magarini waweze kunguruma. Na njia ya kunguruma ni kifika Novemba tarehe 27, mutwange kura yenu ili muangalie haki zenu ziweze kuwekwa kisawasawa. Lakini lile ambalo kwamba limeleta hapa, unajua kuna talaka za aina nyingi. Kuna talaka aina nyingi. Kuna talaka ile ambayo kwamba mume na mke wamekosana. Mume akamwambia mke sikutaki, mke akamwambia mume sikutaki. Kuna talaka nyingine ambao kuna mahasidi ndani yake. Walikwenda kufanya mambo ili watu waweze kuachana katika hali ya kwa wao wanania na madhumuni kuhakikisha ya kwa nyumba imeweza kuvunjika. Hii ya Harry Kombe kuweza kupatiwa talaka ya hiki kiti sio kwa sababu watu wa Magarini hawamtaki, sio kwa sababu watu wa Magarini wamemkataa, sio kwa sababu yeye amewakataa watu wa Magarini, lakini kuna watu ambao kwamba walikuwa na nia mbaya, nia chafu. Na Waswahili wanasema mtalaka hatongozwi. Nyinyi wenyewe mnajua uzuri na heri ya Harry Kombe. Lile lilonileta mimi hapa Magarini ni kuwapatia tahadhari hao wengine ambao kwamba wanaotaka kuingia, nia na madhumuni hawana kheri na sisi kama wapwani. Nipeni nafasi hii miwani ambao kwamba ya kusoma, niliulizwa hapa umri wangu, kila moja akaukosa. Lakini ndevu nyeupe pia saa nyingine si umri, ndevu nyeupe ni akili, sio? Hapa niko hapa kuwapatia tahadhari wale wengine ambao kwamba wenye kutaka kushindana, and for the avoidance of doubt, kwa sababu unajua ni lazima tukubaliane, tuna adui mbele. Adui wa Magarini ambaye kwamba ni adui wa eneo za Mombasa, adui wa eneo ya Nairobi, adui wa eneo yoyote katika Kenya hii ni ukabila. Adui ambao kwamba tuko nao ni adui wa kuweza kugawanya watu kwa misingi ya ukabila.
adui ya kusema uongo. Mimi nawaambia adui yetu sasa hivi ni mmoja peke yake. Let us not lose focus. Tusiwe ni wenye kupelekwa hivi na hivi. Adui yetu ni huyu ambaye kwamba sasa hivi amepatiwa tikiti ya hapa sijui DCP sijui DC nini. Huyo ndo adui mkubwa. Sisi tumeingia katika serikali ya broad based. Nieleweni. Tuliingia katika broad based kuhakikisha ya kwa huu msafara mpaka mwaka 2027 tuende nao mbele. Hatujasema tumetoa jazi yetu ya ODM. Hatujasema tumevua kofia yetu ya ODM. Chama ni OD. Katika hali ya hii election ya tarehe 27 tulikana wenzetu tukakubaliana kuna adui mwingine ambaye kwamba tunamuona, na kama kuna adui mwingine kama mambo 2027 tutakaa chini kama chama tupeleke mwelekeo. But for now tunasema ndani ya ODM hapa katika Magarini, candidate yoyote mwingine akae kando. Sisi tunasimama na hari kombe, chama ni chungu. Ukienda katika mambo eneo nyingine Kasipul vile vile. Ukienda katika maeneo Kenya vile vile. Lakini sasa kuna sehemu nyingine ambao kwamba hata sisi ODM hatukuweka candidates. Na sisi tutasupport candidate yule ambaye kwamba yuko katika mrengo ule mwingine wa UDA. Haimaanishi mwaka 2027 tumeamua hivyo la hivi. Mimi nilisema pale mbeleni na narejelea tena. Mwaka 2027 mambo mawili yatafanyika. As ODM, we are either going to be part of government or we are going to be the ones to form government. Either tutakuwa sisi tuko ndani ya serikali ama sisi ndio tutakuwa ni serikali yenyewe. Ikifika time hiyo tutaanza kuongea na kuelezana, lakini sahihi lazima tuangalie yule adui ambaye kwamba yuko. Adui ambaye kwamba tusipokuwa na umakinifu, na mimi naomba hawa vyombo vya habari. Hawa vyombo vya habari unajua uweza wakachukua maneno haya, wakachanganya hivi, wakienda hivi, wakachanganya hivi. Read our lips. Say it the way we are saying it. Chama ni ODM. With the respect of the fact that katika hii ODM tuko katika broad based, na katika kuwa katika broad based katika maeneo Magarini chama chetu tukausimamisha ni mmoja. Kasipul ni ODM. Sehemu ile Ugunja ni ODM. Kule kwingine Banisa watasimamisha UDA, na ikiwa watahitaji usaidizi wetu tutaenda kuwasaidia. Katika maeneo mengine Malava wakisimamisha tutaenda kuwasaidia. Maeneo ya huko Central wakisimamisha wakihitaji tutaenda kuwasaidia. But we will not be competing against each other. Kifika mwaka 2027 tutaanza na tutawaelezea vile hali ilivyo. Sasa mimi nitakuwa niko hapa. Mimi siendi kokote. Simwanikaribisha. Sehemu gani ambayo kwamba inafaa tuweze maeneo gani? Mamrui? Wapi? Gongoni sio? Tunapoenda kutoka hapa. Mshasema. Sasa mimi kwa hayo mengi nichukue fursa nimwalike party leader wetu, daktari, youth leader. DJ hatuko mazishini hapa. Tafadhali DJ.